Sikiliza, Biblia inapozungumza juu ya tunda la Roho katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 23, inazungumza juu ya tunda la Roho, sio matunda ya Roho. Tunda la Roho ni moja, sio mengi. Tunda la Roho ni mfano wa chungwa. Unavyoona chungwa ukilimenya ndani inakuta lina pingili tofauti tofauti, lakini unapokuwa katika hali ya kawaida ni tunda moja. Sasa ni muhimu kufahamu kitu hiki. Katika jamii ya Kikristo, asilimia kubwa ni rahisi watu wengi kusikia mtu anasema ninaomba Mungu anijalie uvumilivu, naomba Mungu anijalie upendo. Sasa ni muhimu ufahamu kwamba nafsi yako haiwezi ikabeba uvumilivu wa kiungu, wala nafsi yako haiwezi ikabeba upendo wa kiungu, wala huwezi kusema katika tunda la Roho kusema kwamba natamani kuwa mtu mwema, Mungu anijalie kuwa mtu mwema. Kwa asili nafsi yako haiwezi ikabeba utu wema. Utu wema una gharama zake. Ni muhimu kufahamu kwamba mtu anapokuwa anayaomba hayo, anaomba matunda hayo. Ni matunda, it means ni matokeo au udhihirisho wa uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Sasa hauwezi ukachukua matunda ukaacha Roho. Hauwezi kuwa na upendo ule wa Roho bila kuwa na Roho, wala huwezi kuwa na uvumilivu unaotokana na Roho Mtakatifu bila kuwa na Roho yeye mwenyewe. Kwa urahisi utagundua kwamba wewe unapaswa kuomba juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako, ndipo sasa uyapate hayo matunda. Jambo la mwisho kufahamu ni hili. Yupo mtu unaweza ukakuta labda ni mtu mwema, au labda ni mvumilivu, ana upendo lakini hana uvumilivu, au labda ni mtu mwema lakini hana kiasi, anakula na kunywa kila kitu, hawezi kujitawala katika mambo ya kiasi. Sasa hilo sio tatizo la Roho. Roho Mtakatifu haumpokei nusu nusu, ni kama Yesu, huwezi ukamvunja vunja, isipokuwa kwamba inapotokea mtu ana hiki hana, ni yeye ndiye ambaye hajajisalimisha kikamilifu, kwamba umejisalimisha, una upendo, una utu wema, lakini utakapojisalimisha katika hali ya ukamilifu, ndipo hilo tunda la Roho litajidhihirisha kwa ukamilifu wake. Lakini hauwezi ukapokea tu baadhi ya vitu ukapokea tunda nusu, haliji nusu. Roho Mtakatifu huja mzima. Unapomuona mtu anadhihirisha hiki hana, ni ishara kwamba hajajisalimisha kikamilifu. Lakini mwisho tambua pia, ziko tabia ambazo si uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha, zinaweza kuwa ni tabia za mtu za asili. Hilo tutalidiskasi baadaye.